Sasa wanafunzi, nimewachia hiyo kazi. Kabla ya saa 4 kamili, kabla ya break muwe mmeshaniletea. Nataka nisaishe haraka manake nina kikao baadaye. Kwa hiyo mniletee haraka. Lakini pia Montra pamoja na Montres, muhakikishe mnaandika majina ya wale wote ambao hawakufika jana. Sawa? Niletee mara moja. Sawa madamu, haina shida. Haya, fanyeni haraka na wasubiria. Jose, hivi waga unamchukuliaje madamu? Yaani waga unamuonaje yani, jinsi alivyo? Kiukweli mimi waga namchukulia kawaida tu. Si madamu kama madamu wengine. Kwa hiyo mimi namchukuliaga tu kawaida. Jose, kiukweli mimi madamu wanamuelewa sana. Yaani wanamuelewa sana. Kwanza hebu muangalie jinsi alivyo mrembo. Anavyopendeza na hilo shepu lake, mashallah. Mimi namuelewa sana madam na natamani hata niweze kumtokea yani. Yaani sijui hata nifanyeje yani. Jose. Hivi wewe Steve una akili kweli? Yaani wewe unamtamani madamu wako, mwalimu wako anakufundisha darasani. Sasa utakuwa hapo ukiona mahusiano naye itakuwaje hapa? Mtakuwa mnakuja kusoma au utakuwa mnakuja kusoma au kufanya mapenzi? Hebu jishikilie bana. Wewe vipi baba? Mtoto mwenye mdogo unataka watu wazima. Jishikilie bana. Haya mambo achie wakubwa. Haya mambo sio mambo yako. Subiri umalize shule upate na wewe kikazi chako huko uweze kutamba. Wewe vipi babu? So hivyo Jose bwana. Yaani kikweli yani mimi nashindwa kujizuia kabisa yani. Yaani ipo siku atajichanganya mimi nitatupia nyavu yani. Mimi nitamtokea yani. Maana mimi kitu inasumbua sana yani. Mimi sijali yani. Either ni madamu wangu ama ni nini. Ipo siku atajichanganya, ataingia box tu. Toho, shauri zako. Mimi usiseme sikukwambia. Mimi nimekushauri toka marafiki yangu. Haya umeshaona kengere imelia. Itabidi twende tukapate kachai. Twende huko tukakantini mara moja. Tukapate maana mimi kidogo nasikia kanjaka na niuma bana. Twende kuongelea huko mbele. Ila wewe Steve, mbona unachanganya wewe? Hivi kweli unamaanisha kweli unampenda madam Victoria? Ila wewe bana wewe una mambo ya ajabu. Ila vitu vingine upunguze. Haya mambo ni mambo ya wakubwa nimeshakwambia. Subiri kwanza umalize shule, ukishamaliza haya mambo utafaidi tu, yapo mengi na atakushinda wewe. Hebu tulia usome wewe. Unajua nini Jose? Yaani unachukulia easy sana, unachukulia easy. Yaani mimi kweli nimedata, nimesha fall in love na madam. Lakini ndio hivyo tunajikaza kama mwanaume, lakini sio mbaya. Mimi naamini tu ipo siku na yeye atamuelekeza, atakubali. Hebu kwanza tufanye tule, tukishamaliza kula and then twende mara moja discussion. Maana yake kuna baadaye kutakuwa kuna kipindi cha kwenda maabara kwa ajili ya kufanya ile practical ya juzi ambayo tukifanya. Wewe Lika, unajisaidia masaa yote haya jamani, Hebu fanya haraka huko, Huu ni muda wa darasani na wewe mpaka saizi upo huko. Fanya haraka basi twende, Sami nakuja. Mbona una haraka hivyo? Kwani unawahi wapi? Na muda bado hata wa break hujaisha. Wewe fanya kwai bwana. Mimi nataka niwahi nende nikafanya ile zoezi alilotuachia mwalimu. Sawa. Basi ngoja kwanza tupitie pale kwenye corridor, pale kwenye kabati yangu. Kuna vitu nataka nikachukue. Kwa hiyo twende hapo. Kwanza tupitie hapo afu baada hapo twende darasani. Sami, unajua kuna kitu mimi nataka nikwambie. Yaani naomba kabisa unisikilize vizuri kwa sababu kuna kitu nataka nikwambie, lakini naomba usimwambie mtu yoyote yule. Hebu niambie, ni kitu gani hicho ambacho unanificha muda wote huu? Hebu niambie na mimi nikijue sasa. Kiukweli mwenzio Tami, yaani mimi ni mwenzio nampenda Steve. Na sijui ni namna gani naweza kufanya ili aweze kunielewa. Kiukweli hata nikiwa darasani ninapomwangalia anapojibu maswali nashindwa hata kupumua vizuri. Kiukweli nampenda sana Steve. Hivi wewe kweli unajielewa kweli? Au umeshaanza kuwa kichaa? Yaani wewe labda kufuatilia masomo yako yanaendaje ukazania uweze kufaulu, wewe unawaza mapenzi tu, unaanza kumpenda Steve. Hivi unajielewa kweli? Wewe mpumbavu ni mimi kijua unataka kuniambia kitu cha maana, lakini kwa nataka kuniambia upumbavu. Mimi hata sikushauri chochote kwa hilo. Naona nataka vile tu unataka kujipotezea muda na kujaribia masomo yako. Sio hivyo Elika, yaani kikweli hauwezi jua ni jinsi gani mimi najihisi katika nafsi yangu. Yaani huwezi jua. Yaani ungeingia ndani ya moyo wangu
ukaona jinsi gani ninavyompenda huyu Steve, hata usingesema hayo maneno. Mimi nikajua utanisaidia kwa jinsi nimekuambia wewe ni shosti yangu, lakini naona kama vile tu unataka tu kunipondea. Jamani, hata sijaona umuhimu wa kukwambia. Haya basi bwana. Hebu ngoja kwanza nikae chini kwanza vizuri tuongee hili jambo. Maana naona umelivalia njuga. Hutaki kunielewa, hutaki kunisikia kwa lolote. Wewe unasema unampenda Steve. Wewe unajua kama nakupenda na unajua kama atakukubali. Kwani usitulie, Ndio uko form 4 size. Unatakiwa usome, uhakikishe unafaulu mitihani yako. Lakini uko busy na mapenzi. Hasa ndo nini hivyo? Hebu kaa chini utulie bwana. Uso mwili wako kufanya mapenzi. Mapenzi yako uko mbele. Utafanya na utafaidi. Nakuelewa sana Tami, lakini kikweli nashindwa kuvumilia. Mimi nilikuwa nataka unisaidie kitu kimoja. Nataka umfuate Steve, uweze kumwambia jinsi ninavyojihisi kwenye moyo wangu juu yake. Naomba unisaidie kwa hilo rafiki yangu. Naomba unisaidie shosti yangu. Kikweli unaniweka kwenye wakati mgumu sana. Nashindwa hata kujua ni namna gani kusaidie. Lakini kwa vile ni rafiki yangu, acha nijaribu namna gani ya kuweza kusaidia. Nitalifikisha hili kwa Steve, japo sio leo. Siku nitakayokuwa niko free, nitamfuata Steve na kuweza kumweleza. Ila atakachonijibu chochote kile, mimi nitakufikishia. Sawa rafiki yangu? Asante sana Tami. Kiukweli umenitia moyo na naona kidogo nimepata aweni baada ya kuniambia maneno kama hayo. Kiukweli sikutegemea kabisa kama ungeniambia kitu kama hicho. Mimi nitashukuru sana kama utanifanikisha jambo langu. Na mimi na imani kabisa kwamba jambo langu utalifanikisha vizuri. Na kuamini sana rafiki yangu. Kikweli nimechoka sana yani. Na masomo ya leo yalikuwa magumu sana yani. Yaani topic za leo zilikuwa ngumu sana. Lakini pia bado kitu kinanisumbua. Yaani Madam Victoria ananisumbua sana yani. Sijui nifanye nini ili niweze confess, niweze kumwambia ukweli juu ya jinsi vile ninavyojisikia. Yaani nichanganya sana Madam Victoria. Hivi nifanye nini jamani? Masomo yananichanganya, bado mapenzi yananichanganya Madam Victoria. Anyway, ngoja nitulie nifanye plani zangu vizuri and then nitajua nini la kufanya. Ngoja kwanza nifike nyumbani. Hodi humu ndani mama. Shikamoo mama. Mayaba mwanyangu, habari za huko shuleni? Unaendeleaje? Karibu sana mwanyangu. Asante mama. Kikweli nimechoka sana, kwa hiyo ngoja niingie ndani mara moja nikapumzike, maana nimechoka sana mama. Sawa mwanyangu, wewe ingia tu kapumzike, lakini chakula nimekuwekea hapo mezani. Kwa ukimaliza ujiandae uende ukae mwanyangu, sawa? Sawa mama, haina shida. Asante sana mama. Sasa tumeweza kufanya practical hii ya food test. Kwa hiyo nitawaomba muendelee kufanya mazoezi. Sawa? Kwa hiyo nitaomba muendelee kufanya mazoezi, lakini pia mtumie vifaa vizuri. Muweze kushirikiana. Kwa yote atakayekuwa na swali ama atakayepata changamoto, basi tutakuja kuelekezana baadaye. Lakini pia nitaomba muweze kufanya jambo hili vizuri kwa ushirikiano. Kwenye magrupu niliyoyatenga ya watu 5 nitaomba muweze kufanya kwa kushirikiana. Sasa nitaka kujua, je, kuna yote yule ambaye ana swali ama maoni? Ya madam, niko na swali hapa kidogo. Nilikuwa nataka kuomba kitu kimoja. Kama una muda basi twende ofisini kwako, kuna jambo nilikuwa nataka kuzungumza na wewe. Kama utojali madam. Hapana Steve, kwa sasa itakuwa ni ngumu kwa sababu naenda kwenye kikao. Kwa hiyo nadhani nikipata muda nitakutafuta uweze kuniambia shida ulionayo wewe. Lakini kwa sasa ni ngumu sana kwa sababu nina kikao ofisini na mwalimu mkuu. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Nachowaomba muendelee kufanya practical hii, sawa? Sawa madam, haina shida. Mambo Tami, vipi? Unaendeleaje? Naona umekuja library kwa ajili ya kujisomea na wewe kidogo. Mambo safi Steve. Kiukweli nimekuja kuchukua kitabu cha biology kwa ajili ya kwenda kujisomea. Lakini kuna jambo nilikuwa nataka kuongea na wewe kama utojali. Sasa sijui tunataka tuongelee hapa ama tutoke nje kidogo. Jambo gani tena hilo Tami? Inaonekana ni jambo la serious kiasi hicho mpaka tutoke tusiongelee hapa. Lakini sawa.
Naona hii sehemu haijakaa vizuri sana kwa sababu kuna watu bado wanaendelea kujisomea hapa. Ningeomba tutoke kidogo twende hata nje. Ukaweze kunielezea ni nini hasa kinachokufanya utake kuongea na mimi. Kwa hiyo tutoke nje basi. Sasa nakusikiliza Tami. Ulikuwa unataka kuniambia nini? Kiukweli nimekuja hapa kwa sababu kuna jambo nilikuwa nataka tuzungumze. Na jambo lenyewe ni kuhusiana na Elika. Kiukweli Elika anakupenda sana na anashindwa kujizuia. Ni namna gani ataweza kuweza kuhandle hii hali alionayo ya mapenzi juu yako? Kiukweli ameniagiza nije nikwambie kwamba anahitaji mwe wapenzi. Anahitaji mwezi kwa wapenzi, yani mwezi kuishi pamoja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ameniagiza na ndio kitu ambacho nimekuitia hapa. Mimi nikajua umenitia kitu cha maana, kumbe umenitia ushenzi. Asa anawezaje kunipenda mimi? Afu wakati huo hajui kwamba sisi ni wanafunzi. Afu anaanza kuitia mambo ya mapenzi hapa shuleni. Hayo ndo mambo gani sasa? Wewe nenda kamwambie bwana mimi simpendi na wala simtaki. Kama vipi akiniona hata asinisalimie. Kumbe ana mambo gani ya kishenzi kiasi hicho? Mshenzi huyo, mshamba kwanza. Mimi ndawezaje kuwa na demu mshamba vile? Hebu mwambie ajikatae bwana. Steve, kikweli nakuomba, yani unielewe. Naomba muelewe hisia za rafiki yangu kikweli. Anakupenda na yuko tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Kwa hiyo naomba uweze kumfikiria japo hata kwa hili. Mwenzako anaumia kule, anateseka juu yako. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba Steve, kaa chini, fikiria kuhusiana na hilo, and then ufanye maamuzi ya busara, lakini sio kusema tu mtaki. Nakuomba kwa hilo Steve. We bwana mwambie ajikatae bwana. Mimi simuelewi wala nini bwana. Kwanza unanipotezea muda huu. Muda huu ningekuwa zangu class na kula zangu notes nini na kula zangu madini. Naendelea kujiongezea maarifa hapa kwa kusoma. Wewe unakaa hapa unakuja unanipotezea muda kuniambia mambo ya ajabu. Wewe bwana sikia, wewe kama vipi tutaongea siku nyingine. Mimi sasa hizi ngoja niondoke zangu niende zangu darasani. Muda kwanza uso muda kukaa nje hapo kuja kupiga story. Huu ni muda wa kwenda kuwepo darasani. Kwa hiyo kama vipi tutaongea siku nyingine, sawa? Sawa, haina shida Steve. Wewe mwanangu Steve, ulikuwa wapi wewe? Nimekaa muda wote unakutafuta. Ulikuwa wapi? Kikweli mwanangu Jose, yani nilikuwa hapo nje mwanangu. Nilikuwa zangu library, baada ya kutoka library nikawa nimekutana na Tami. Kwa kama amehitaji mazungumzo na mimi. Sasa toka tumetoka tumeenda pale garden. Kufika pale mwanangu, sianze kuniambia vitu vya ajabu. Anze kuniambia eti Elika ananipenda. Kikweli mwanangu nimeshtuka sana yani. Yowe, kikweli bana Steve. Yani mwanangu umepanda viwango. Paka Elika anakupenda. Baba. Hiyo baada bora itanikuta mimi. Sasa wewe unakuwa unakaa unawaza unataka kuwa tena Madam Victoria. Sasa si bora hata wewe na mtoto mkari kama vile Elika. Una mtoto mwenyewe anaamua kujiongeza kuja kukwambia kwamba nakupenda. Bana mkubalie bana. Kuliko kusumbuka na yule madam, hata kuja kuaibisha yule ni shangazi kwanza. Yule ni mtu ambaye anatakiwa atoke na babu huko. Sasa wewe ndugu yangu unakaa hapa, unakaa unachezea bahati ya kupendwa na Elika. Ujiongeze bana. Yani mwanangu nilikuwa nakuchukulia wa maana sana, kumbe ndo wale mwanangu wakina Tami na Elika yani. Hebu niachie kwanza huko mimi mwanangu nisome bwana. Mimi nikajua una vitu vya maana vya kunishauri mimi. Kumbe bado unangangania tu niachane na Madam Victoria. Achana na mimi bwana. Sasa Elika, nimeanza kuongea na Steve na nimeweza kumueleza juu ya ile lengo lako ulilokuwa umelisema kwamba unampenda. Kiukweli amelipokea, lakini sio kama vile nilivyotarajia. Kiukweli tusubiri majibu. Maana yake amesema tutaweza kuongea tena siku nyingine. Kwa hiyo weka ujiandae. Asante sana Tami kwa kuweza kunisaidia. Kiukweli bado nampenda sana Steve na mimi kuishi hapa shuleni bila yeye kiukweli itaniwia vigumu sana hata kwenye masomo yangu. Kiukweli ananichanganya sana. Hebu ngoja tusubiri tuone. Sasa muda umeisha, manake jioni tunatakiwa tuwe na lile tamasha kama alivyotutangazia Madam Victoria mwalimu wa darasa. Kwa hiyo twende tukajiandae. Naam, karibuni sana katika tamasha letu. Tamasha hili limeweza kuandaliwa na shule
kwa ajili ya kuweza kuonyesha vipaji mbalimbali ambavyo vitaonyeshwa na vijana katika shule yetu. Kwa hiyo nitaomba ushirikiano wenu kwa kuweza kupigia makofi, vifijo na ndelemo kwa ajili ya kuweza kuwashangilia vijana wetu. Na yule atakayeshinda atakuwa na zawadi nono. Kwa hiyo nitaomba vijana mtakao kuja hapa kwa ajili ya mashindano muweze kufanya vizuri ili muweze kushinda tuzo hiyo ya mtu atakayefanya vizuri katika shindano hili. Jamani, naombeni tupigie vigeregere na makofi kwa ajili ya mshiriki wetu wa kwanza. Dia mama, nakupenda sana. Toka utotoni umelea paka na ukijana. Tumboni miezi 9, asante mama kwa chungu ulipitia kunizaa mwana. Usiku na mchana, mama ulipambana nipate chakula, nikuwe vyema. Wengi walitukana ila bado ulipambana kwa kudra za Mwenyezi Mungu mama nikanza simama. Kwa Mungu liniombea mgongoni kunibebelea nguoni kukojolea, lakini mama bado wewe uliona fea. Hakuna kawewe, duniani milele, maishangu ni wewe. Mama, umetoa mbali kule kusikotarajika, yanaonekana kwa macho ina haja kuhadithika. Umezaa mwema, ukanifanya vyema, mwenye busara na upendo na tabia njema. Mama, wendo nguzo ya maisha ya mie, kila siku nakuombea tu mama. Nadhani tumeweza kuona vipaji mbalimbali ambavyo vimeweza kufanyika hapa. Kuna washiriki mbalimbali ambao wamekuja hapa na kuweza kuonyesha vipaji vyao. Kuna wale waliokuwa wanaigiza, kuna wale waliokuwa wanaimba, na tumeweza kupata mshiriki wetu mmoja ambaye ameweza kushinda kwa kula nyingi sana, ambaye jina lake anaitwa Steve. Kwa hiyo jamani, tumshangilie na kumpa makofi mengi sana Steve. Na Steve, utasogea hapa mbele kwa ajili ya kuweza kukabidhiwa zawadi yako. Steve, karibu sana ofisini kwangu. Kiukweli leo umefanya vizuri sana. Sikutegemea kama utaweza kuperform katika ubora ule. Kiukweli umenifurahisha sana Steve. Nipe sile mafanikio yako. Ni nini haswa? Inaonekana mtoto na kipaji sana hivi umezaliwa nacho au ndo umeanza juzi tu? Kiukweli madam, asante sana kwa kunipa sifa hizo, lakini pia madam, nilifanya yote yale kwa sababu yako madam, kwa sababu sikutaka kukuangusha na ukitegemea wewe ndio mwalimu wetu wa darasa. Kwa hiyo niliamua kufanya vile kwa ajili ya kuleta pia heshima yako katika shule hii. Lakini pia madam, nadhani juzi nilitaka kuonana na wewe, lakini kiukweli hakunipa nafasi kabisa. Uliniambia uko busy. Kwa hiyo nimekuja pia hapa ofisini kwako. Lengo kubwa sio hilo liloleta. Lengo kubwa, kuna jambo nilikuwa nataka kukueleza, na nilikuwa naomba ruksa yako kama utakuwa na muda wa kuweza kunisikiliza madam. Nimekumbuka. Kikweli siku ile nilikuwa niko busy sana na nilishindwa kabisa namna kuweza kuonana na wewe. Sasa nimekuita pia niweze kusikiliza ile shida uliyokuwa unataka kuniambia. Je, ni shida gani hiyo? Kuna nini ambacho kimetokea ambacho unataka kuniambia? Hebu niambie. Kiukweli madam, nashindwa hata nianzie wapi yani. Swala lenyewe ni kuhusiana na unajua kiukweli yani, siku zote hizi madam mimi nakuonaga yani unakuja darasani. Yani kiukweli yani nasitaka kusema kwamba yani mimi nakuelewa. Yani nikiwa na maana kwamba mimi nakupenda yani. Ndio hivyo madam. Sawa, sijakataa unanipenda. Sasa nilikuwa nataka kujua, wewe unanipenda pendaje? Mbona unataka kunichanganya mtoto? Yani madam, I mean yani mimi nakupenda yani kimapenzi yani hivyo madam, lakini usinisikilie vibaya yani ni sia tu madam. Kwa hivyo tu madam yani. Hivi mtoto una akili? Yaani hapo umekuja kwangu, ofisini kwangu, nikajua umekuja na jambo la maana, lakini kama umekuja kuniambia pumbavu wako. Hivi unajitambua? Unajielewa? Mshenzi mkubwa wa tabia wewe. Hebu niondolee ujinga wako hapa. Yaani umekuja hapa shuleni na badala kuja kusoma, ufaulu, uendeleze maisha yako vizuri, unakuja hapa unaanza kutamani walimu wako. Hivi unajitambua kweli wewe? Mpumbavu mkubwa wewe. Hebu nitokee hapa, nitolee upumbavu wako hapa na utoke ofisini kwangu mara moja, mjinga wa tabia wewe. Toka!
No, hapana madam. Yaani sikumaanisha hivyo madam, kukasilisha na kukufanya usiwe na amani madam. Kikweli ni hisia tu za mapenzi madam. Naomba unisamee tu madam. Naomba unisamee sana. Nimesema toka. Nimesema ondoka, mpumbavu mkubwa wewe. Mshenzi wa tabia. Toka ofisini kwangu, unakuja kuletea mambo ya kijinga. Mtoto mdogo wewe kama wewe nitakupeleka wapi? Mtoto mdogo mjinga nitakupeleka wapi? Hebu toka hapa ofisini kwangu mara moja kabla sienda kumwambia Headmaster. Na ninakoelekea nitawaita mzazi wako niweze kumwambia huu ujinga unaoendelea kufanya hapa shuleni. Mpumbavu mkubwa wewe. Yaani kikweli yani mapenzi kumbe yanaumiza hivi yani. Mapenzi yanaumiza sana yani. Yaani nimeenda kwa moyo wote, yani nimejitoa sana kwenda kumuelezea madamu kweli jinsi ninavyojisikia juu yake. Lakini kanitimua ofisini kwake. Na bado nina hofu sasa, sijui atamwambia Headmaster. Mwisho wa siku nitapewa suspension. Ya Mungu nisaidie yani. Kwa mapenzi ndio yako hivi. Hata najuta kwa nini hata nienda kumwambia yani. Yaani kichwa changu sijui kina nini yani. Wakati niingiza kwenye matatizo. Anyway, kuja tu niende nyumbani, lakini kweli yani sijui tafanyaje yani.